Karibu kwenye ukurasa wetu wa somo hili ambalo tuko najifunza siku hizi. Tunajifunza somo ambalo nasema ya kuwa Yesu Kristo ni nani na kwa nini amekuja kwetu, ama kwa nini alikuja kwetu. Tuko katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana sura yake ya kwanza mstari ule wa kwanza hadi 14. Ukiwa nyumbani ni vizuri utasoma hiyo chapter yote ili uelewe vizuri, lakini mimi ndakuwa focus sana kwenye sura hiyo ya kwanza mstari wa kwanza hadi 3, alafu ndaruka tena mstari wa 14. John chapter 1 verse 1 up to 14. Inasema ya kuwa andika kwanza kwenye introduction ya kuwa somo hili lina vipengele vitatu, na kipengele cha kwanza tutaona Yesu Kristo ni nani. Kipengele cha pili, kwa nini alikuja duniani. Yesu Kristo alikuja duniani kwa nini? With it ili afanye miracles, with it ili afufue wafu. So tutajua ni nini ambao kilimfanya Yesu Kristo kuja duniani. Kipengele cha tatu, kwa nini Yesu Kristo ni muhimu kwetu. Kwa nini Yesu Kristo ni muhimu kwetu, kwangu na kwako. Kwa hiyo hivyo ndio vipengele ambavyo tutapambana navyo. Acha tuanze kipengele cha kwanza mara moja. Yesu Kristo ni nani? Yohana sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi 3. Maandiko yanasema hivi: hapo mwanzo palikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Sura ya kwanza. Hapo mara moja ukisoma vizuri hiyo andiko inaonyesha ya kuwa Yesu Kristo kwanza ni neno. Identity of Jesus, the identity of Jesus, the first identity is the word. Ni neno. Yesu ni neno. Tukienda kwa sura ya pili inasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, yeye neno alikuwako kwa Mungu. 3 inasema hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote. The identity ya tatu ya Yesu Kristo ni muumbaji, sababu hapa kwa sura ya 3 kwa mstari wa 3 inasema ya kuwa hakuna chochote kilichofanyika without that word. Hakuna kitu kilichofanyika pasipo huyo neno. Kwa hiyo uumbaji uliumbwa sababu ya neno. Vyote vilivyofanyikwa ni sababu ya neno. Yeye ndo alikuwa na command, anasema hiki kiwe, hiki kiwe. Neno ndo imeumba vyote. Kwa hiyo Yesu Kristo identity yake ya tatu ni muumbaji. Tukiruka kwa mstari ule wa 14 ama 14 inasema hivi: naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Huyo neno, huyo neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Naweza kuishia kwenye ile kipengele, huyo neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo kama neno iliweza kufanyika mwili, ikavaa mwili na ikakaa kwetu, yaani ni mwanadamu kama na sisi. Kwa hiyo identity ya ine ya Yesu Kristo ni mwanadamu. Yesu Kristo ni mwanadamu kama na sisi 100%. Yesu Kristo ni mwanadamu. Tukienda kwa Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 21 inasemaje? Mathayo sura yake ya kwanza na mstari ule wa 21 inasema hivi: naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Hapa ni Maria. Yeye ndiye atakayewaongoza watu wake na dhambi, atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hapa hivi Maria anapewa instruction ya kusema utamzaa mwana,
na utamwita jina lake Yesu, sababu yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi. Kwa hiyo jina Yesu kwa Kiswahili kingine, kwa Kiebrania, jina Yesu ni mwokozi. Kwa hiyo Yesu alipewa jina la Yesu sababu yeye ni mwokozi. Kwa hiyo identity ya tano ya Yesu Kristo ni mwokozi. Tunaenda kwa identity ya sita. Soma Mathayo hiyo sura 1 mstari wa 23. Inasema hivi: tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, na huyo mwana watamwita Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo identity ya Yesu Kristo ya sita ni Emmanuel. Emmanuel, maana ya neno Emmanuel ama jina Emmanuel, yaani ni Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanadamu, Mungu pamoja na wamchao. Kwa hiyo Yesu ana identity sita. Yesu Kristo ni neno, Yesu Kristo ni Mungu, Yesu Kristo mkombozi wa ulimwengu, Yesu Kristo vile vile ni Mungu pamoja na wanadamu. Mungu akubariki. Karibu tena kwenye video ambayo inayofuata. Tutajifunza kwa ajili ya kujua kwa nini Yesu alikuja duniani, kwa nini Yesu